The man you see here goes by the name Absalam Odhiambo. He is the MCA of Korogocho Ward, but unfortunately he is now in big trouble. Kenyans suspect that he is the man who mobilized the goons that disrupted the protest that Kenyans were holding peacefully. Let's look into the details and see if Kenyans are lying or telling the truth. Is he really innocent or guilty? Before I show you some videos that I gathered to support the claims of Kenyans, let's look at one particular video where Korogocho MCA Absalam Odhiambo has come out to strongly deny claims linking him to the recent unrest witnessed in Nairobi CBD during the anti-DIG Eliud Lagat protest on Tuesday, June 17th. In a video shared on his social media platforms, Odhiambo distanced himself from allegations that he was behind the organization of the protest, which began peacefully but quickly descended into chaos. He said that he had no involvement in the protest, and he continued to say, if a protest has to happen, it must be done in a very peaceful way and let the relevant authorities carry out the investigations. I don't know what he meant by that, but let's continue. The Korogocho MCA was responding to mounting speculations and accusations that he played a role in mobilizing the protest, which spiraled out of control after unidentified individuals believed to be hired goons attacked demonstrators, triggering violent scenes and panic in the city center. The protest was part of a public outcry demanding accountability from the government, particularly following recent incidents where police officers were accused of using excessive force during public demonstrations. Odhiambo said he welcomes a thorough investigation by the Directorate of Criminal Investigations, DCI, to determine who was behind the disruptions. He emphasized that law enforcement agencies have the tools and mandate to trace the true perpetrators. He also said, I trust the DCI to do their job. They have the resources to find out who hired the goons that disrupted the protest. The MCA also warned, this is very serious, Kiza, he will be taking legal action against individuals spreading false information about him. He said his name and reputation have been unfairly dragged into the controversy. He added, I will go to court and sue those tarnishing my name. The protests and the violence that followed have sparked widespread concern over the state of civil liberties, freedom of assembly, and the responsibility of public leaders. Odhiambo's comments come amid growing calls for restraint, transparency, and lawful conduct from both protesters and authorities. The DCI is yet to release an official statement on the progress of investigations, but all eyes remain on the outcome as Nairobi residents demand answers and accountability over the events that disrupted the city's peace. Here is a video that MCA Korogocho Ward Absalam Odhiambo defends himself. Absalam Odhiambo Onyango, MCA Korogocho Ward. Kuamkia leo na juzi nimeona propaganda inaendelea hapa capital city of Nairobi ya kwamba mimi Matakwei ati nilimobilize vijana wakuje wapigane na wale protesters ambao walikuwa wanafanya nini, wafanya maandamano town. I want to appeal to nation media. Leo asubuhi umechukua jina yangu na mkeka kwa front page ya gazeti kuniharibia jina ya kwamba mimi nilimobilize vijana wakuje walete vurugu capital city of Nairobi. And I want to appeal to nation media. Tutaka mtoe kama mko na evidence ya kwamba mimi Matakwei nilihusika na hii mambo. Mtoe evidence. Na kama si hivyo, I'm going to see you guys kwa koti. Because mambo ya kuniharibia jina mimi sitaki. Hii mambo polisi mulikuwa na wao watu na nyinyi mnajua hao watu walikuwa watu wagani. So hii mambo ya kuniharibia jina mimi sitaki kusikia. Kinafanyika kila siku Nairobi. Hata ile maandamano ya juzi walisema mimi nilihusiana hapa kuchoma city nikapatiwa 5 million. I want to say jina yangu si jina ya kutumiwa. Jina yangu si jina ya kutumiwa. And I want to quote. Mimi nilisema kwamba Nairobi kama maandamano itakuwa ni maandamano ya amani, because I have friends wanafanya kazi capital city of Nairobi, wanafanya biashara. Wakati natembea hapa nje, wananiuliza mheshimiwa, watu wanakuja maandamano, wanakuja kuvunja duka zetu, tumekopa loan, tumeshindwa kulipa loan. Even today, ile maandamano ya kwanza ya Gen Z, hakuna mtu ambaye mpaka leo hajaifungua biashara. So mimi nilisema maandamano tujakataa, maandamano inakubalika kwa katiba, lakini si maandamano ya kukuja kuangamiza mtu. Mtu amekopa loan, umekuja umebeba vitu zake zote umeenda nazo. Hakuna mtoto wa kupeleka shule, hakuna bibi wa kulisha.
Ukibeba stoki yake, huyo mtu ataelekea wapi? So mimi nilisema tunataka amani capital city of Nairobi. And I want to appeal to watu ambao wanaandamana. Andamana kwa amani. Wacha tukuze ile mambo ya South Africa. Polisi anapatia muandamanaji escort mpaka mahali anaenda. Lakini hii yetu ya Kenya, watu wanapanga maandamano, wanakuja wanaanza kuharibu vitu za watu. Sisi kama Nairobi County tumetengeneza vitu hapa juzi nilisema madustbins. Unapata mtu anang'oa dustbin. Dustbin imekukosea nini? Mtu anaenda kwa duka ya mtu anavunja, imekukosea nini? Ndio mama nini nilisema we must protect this capital city of Nairobi. Nairobi ni yetu sisi wote, Kenya ni yetu sisi wote. So I want to appeal to DCI. Kama nilihusika kwa mambo ya kupanga hii maandamano, you have my contact. Mnajua nilikuwa wapi hiyo siku, nilikuwa nimeenda wapi. Na nilikuwa KTN live that day. Ninataka munichunguze, muangalie niliongea na nani, nilitumika na nani. Nobody. And I have my phone. Trace my phone. Hiyo ujinga mimi sitakubali. And I want to dare nation. Umeniharibia jina and I am going to sue you in a court. Because once andika kitu hivi unasema ati mimi nilihusika kufanya kuleta vijana town. How? Prove me wrong. Prove me wrong. Unfortunately, the man you just watched, who was defending himself to that extent, you just saw also happens to be the same man who was urging Governor Sakaja to get a plan, where in his words he said, panga vijana indo yule ataleta ujinga tutapambana na ye. Even though this video I'm about to show you was recorded a few days before the protest that happened 17th June, yet it supports the Kenyans' claim that MCA Korogocho might be a suspect who organized the goons that disrupted and injured many Kenyans in the process of them wanting accountability. Now let's watch the video together and check if it really supports the claim that the general public is making. Tukatai kijana aliuliwa, lakini huyo Ojwang aliuliwa ndio gari ya mtu ichomwe. Ojwang aliuliwa ndio Nairobi yangamizwe. Sakaja, umepatiwa point. Panga vijana na polisi, ule anakuja kuleta ujinga, tutamenyana. Wakale ya mwisho, wakale, mnanisikia vizuri? Mimi nakwambia kama Raila angekuwa rais, alafu watu wanaleta nyenyenye, ni makofi. Nini mnaleta mchezo? Huyu kijana ni wenyu. If you cannot protect William Ruto, shauri yenu. Here is also another video that shows the very same MCA insulting the president because they couldn't agree, or maybe something else. I don't know. Let's just watch. Mheshimiwa Rais, wewe ndio mtu wa mwisho inafaa kuita madaktari, lakini mimi nilishangaa jana kama the old president unaweza ambia watu at you don't have money. You don't have money, you are collecting taxes, Mr. President. Na mimi nakuita rais kwa sababu Raila Amolo Odinga alikuita rais. Mimi siwezi kuita rais. Lakini kwa sababu Raila alikuita rais, tunakomana na kuita rais. Tafadhali go and shuffle your cabinet with immediate effect. Mama kama Nakumicha anafanya kazi gani kwa health? Amefanya shughuli gani kwa health? Huyu Murkomen, competent ministers, removal of those people. Please. Na kama si hivyo, we are going to take actions. Tumenyamaza ya kutosha. I want to appeal to the president. Wewe enda State House, kaa kwa kona, jipigie press conference. Ama ujieke mkutano, ujiulize Kenya inaelekea wapi. Ya mwisho, mimi najua siwezi kupata rais, lakini nataka nitume Oscar Sudi, yende na shinda State House. Oscar Sudi, go and tell president afanye kazi ambayo inastahili kwa taifa la Kenya. Asante.